Rais wa China Xi Jinping amefanya mkutano wa dharura ili kujadili juhudi za uokoaji kufuatia mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo yaliyotokea Jumatano katika mpaka wa Tibet na Nepal. Beijing inasema itatoa msaada kwa Nepal ambapo zaidi ya watu 579 wamefariki dunia. Aidha, wengine zaidi ya 1900 bado hawajulikani walipo. Waziri Mkuu wa Nepal anasema mamia ya askari wa ziada wametumwa ili kuopoa miili kando ya kingo za mito. Serikali mjini Kathmandu inasema mawasiliano yamekatizwa kabisa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Wahudumu wa misaada wameelezea hali hiyo kuwa ya taharuki na vurugu. Karibu watu 1000 bado hawajulikani walipo na wengine zaidi ya nusu yao ni watalii. Shughuli za uokoaji zilikuwa zimesimamishwa kwa muda kusini mwa Tibet baada ya mvua kubwa ya saa kadhaa kuzua hofu ya mafuriko zaidi. China ilikuwa imetoa onyo kuhusu hatari kubwa ya ziwa lililotokea kufuatia mafuriko ya ardhi ya hivi karibuni kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko mengine katika maeneo ya chini. Kwa taarifa za hivi punde zaidi kuhusu shughuli za uokoaji huko Tibet, huyu hapa mwandishi wetu nchini China, Stephen McDonald akiwa Beijing. The water levels in that lake, they're dropping. Viwango vya maji katika ziwa hilo vinashuka na kwa kweli sasa hawana wasiwasi mkubwa, ikiwa naweza kusema hivyo, kiasi kwamba wameendelea na shughuli za uokoaji katika maeneo yaliyo chini ya mkondo wa maji kutoka mahali ambapo ziwa hilo linaendelea kujitengeneza. Hata hivyo, tulikuwa tumesikia awali kwamba zaidi ya watu 1000 walihamishwa hadi maeneo salama. Hii ilijumuisha zaidi ya watalii 500. Hiyo ni habari njema na inaonyesha kuwa timu za dharura zinafanikiwa kufika katika baadhi ya maeneo mbalimbali ya milima Himalaya ili kusaidia watu. Kwa kuwa waandishi wa habari wa kigeni hawawezi kuingia katika eneo linalojitawala na Tibet bila kibali. Na sisi hatuna kibali cha kwenda huko kwa sasa. Tunategemea taarifa rasmi. Kumekuwa na taarifa kuhusu uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kuzalisha umeme na mengineyo. Bila shaka, eneo hilo la mpakani ambalo tuliona picha zake limeharibiwa kabisa. Kwa masikitiko, watu wengi walipoteza maisha yao huko. Completely obliterated. Sadly, many people killed there. Mamia ya watu bado hawajulikani walipo katika pande zote mbili za mpaka. Mamlaka nchini Nepal zinasema idadi ya vifo huko imefikia watu 579. Vyombo vya habari vya serikali ya China vinasema watu 5 wamethibitishwa kufariki kufikia sasa huko Tibet. Wahudumu wa dharura wanaoendeleza shughuli za uokoaji nchini Nepal wanasema bado kuna matumaini ya kuwapata watu wakiwa hai. Serikali ya Nepal imetoa majina ya takriban raia 500 wa kigeni waliopotea, wakiwemo raia wa India, Marekani na Uingereza. Shughuli za uokoaji zinaendelea katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi nchini Nepal, ikiwemo wilaya za Rasua na Nuwakot, ambapo jeshi linasema limeokoa takriban watu 900. Vilevile, raia kutoka eneo la Afrika Mashariki wamekwama Nepal baada ya maji ya mafuriko kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Mwandishi wa BBC Waihiga Mora amezungumza na Diana Daisy, ni raia kutoka Kenya ambaye yuko nchini Nepal, kuhusu jinsi hali ilivyo kwa sasa. Mimi nilikuwa nimekuja Nepal kwa sababu ya napenda kama tourist, alafu napenda kufanya hiking. So nilikuwa nimekuja kufanya hivyo. Unfortunately, nilipotoka hapo siku kama 2 kwa sababu nilikuwa niko mgonjwa, ndio hayo mafuriko tena yakakuja yakafagia kila mtu. Ingawa sio kutoka hapo kama nilikuwa mgonjwa, hayo mafuriko yangenipata hapo na maybe who knows, kwa bahati mbaya maybe yangenifagia pia mimi. Manake kuna tourist wengi ambao bado sasa hawajapatikana na bado wanaendelea kutafutwa kutokana kwa ile register. Manake ukiingia huku kuna ile register unafaa kupeana huku Nepal, kuna register na Nepal kama wewe you are a tourist, kuonyeshana that tunaenda kupanda milima. So hiyo register inapofuatiliwa kuna watu bado hawajapatikana. Mahali niko watu wananiambia kuko sawa, lakini mimi nikijiangalia, manake tuko katikati ya milima na bado ukiangalia hiyo milima bado iko na landslides. Naogopea maisha yangu bado, so na feel siko sawa na nataka sana mvua ipungue ndio niweze kutoka mahali niko niende the capital city which is Kathmandu, ndio sasa niweze kuchukua flight nitoke sasa Nepal kabisa, manake tuko msimu wa mvua and you don't know chochote ambacho kinaweza tokea. Mafuriko huko Nepal yalisababishwa na kuporomoka kwa kipande cha barafu. Hii ni kwa mujibu wa shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani. Hata hivyo, kuna hofu kwamba huenda kukawa na mafuriko zaidi. Mhariri wa BBC wa masuala ya tabia nchi Justin Rollert amekuwa akiangalia kilichosababisha uharibifu huo, na hii hapa taarifa yake ikiwasilishwa na Victor Kinani. Ni vigumu kuelewa ukubwa wa jambo hili. Ukuta wa maji, mawe na matope ukikusanyika na kusomba mji. Je, ni kipi kilichosababisha hilo? Hii inaonyesha eneo ambalo janga hilo lilitokea.
Kwa sasa kijiji kilichokumbwa na mafuriko hayo makubwa kiko pale chini ya bonde, lakini wanasayansi walioko hapa bado wanakusanya ushahidi. Wanaamini hilo lilianzia kwenye mlima huu. Huu ni mlima wa Langtang Lirung, na barafu moja au labda mbili zilivunjika na kusababisha maporomoko ya barafu au theluji. Unaweza kupata mtazamo bora wa kilichotokea kwa kuangalia kwa ukaribu picha za satellite. Picha hii ilipigwa siku moja kabla ya janga, na hii ni baada ya tukio hilo. Tazama jinsi sakafu ya bonde ilivyosafishwa. Sehemu kubwa ya kando ya mlima imeporomoka. Mojawapo ya sababu ni muundo wa bonde. Milima ya Himalaya bado inaongezeka kwa kasi, na hii ni katika masuala ya kijiolojia. Na wakati huo huo, mito inachimba mabonde yenye kina kirefu na yenye mwinuko zaidi, na hilo linaacha barafu zikiwa juu kwenye mlima. Wanasayansi wanaamini kuporomoka kwa barafu kulianza kufanyika zaidi ya kilomita 5 juu ya usawa wa bahari, na barafu iliporomoka karibu kilomita 1 chini ya bonde. Kwa sasa unaweza kutafakari nguvu zilizohusika. Tetemeko baya la ardhi la Nepal la mwaka 2015 lilitokea na maporomoko ya theluji kama hayo upande wa pili wa mlima huo huo. Sehemu ya barafu ilivunjika na mamilioni ya tani za barafu, theluji na miamba viliharibu kijiji kizima na kuua zaidi ya watu 200. Ni mapema mno kusema kwa uhakika ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yalichangia katika tukio hili la hivi karibuni, lakini wanasayansi wanasema huenda ikawa sababu kuu. Mabadiliko ya tabia nchi yatasababisha barafu kuyeyuka, maji mengi zaidi kuyeyuka katika mazingira haya, ambayo yatapunguza ukali wa mambo na kusababisha maporomoko ya ardhi zaidi na vifusi vya uchafu. Kwa hivyo tunajua kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatafanya mandhari haya kudhoofika zaidi na yanaweza kusababisha matukio kama haya. Wiki 2 zilizopita tuliangazia maporomoko ya theluji yanayofanana kama haya, lakini madogo zaidi mwaka huu katika milima ya Alps barani Ulaya. Hali hiyo ilinaswa kwenye maporomoko ya mwamba huko Mont Blanc. Hatuwezi kusema bado kama mabadiliko ya hali ya hewa yalisababisha janga huko Nepal, lakini tunaweza kusema kwamba barafu inayosaidia kuunganisha milima mirefu duniani inayeyuka. Ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu siku huu.